Naam, habari za asubuhi wapenzi wa Master 2 Odds, ukweli na uhakika. Kwanza hongereni sana kwa waliofuata tiketi ya jana. Jana nilichambua mechi moja tu na nikatuma tiketi hapo. Hongera sana kwa wale mlioshinda, lakini wale ambao hamkufuata nilivyosema, poleni sana. Leo pia ni siku nyingine tena, na ndio siku natakiwa uwe makini zaidi. Natakiwa pia uwe mchambuzi wa kina. Kwa hiyo leo nimeandaa gemu 4 zenye odds ya 2.19. Gemu hizi jamani, mara nyingi mimi sipendi tu kuchukua mkeka na kuweka pale we unakopi. Hapana. Inatakiwa kila game tunaianalyze, unaelewa kabisa kwamba hii game jamaa ameweka kwa vigezo gani. Ukiridhika na vigezo nilivyovisema, basi nao utafuatisha. Usiporidhika na hivyo vigezo, basi wewe unapaswa ubadilishe, uweke market unayoiona wewe kwamba ni safe kwako. Baada ya hapo, tuseme ukiwa ni mgeni katika chaneli hii, naomba kumbuka kusubscribe, kulike na kucomment. Jamani, mimi nishasema kila siku, kila video nazungumza, mimi sio Mungu wala mimi sio malaika, kwamba siwezi kukosea. Pale ninapokuwa nimewakosea au nimekosea, tuma comment, nieleze, nitarekebisha na maisha mengine yataendelea. Lakini pia usisite, kama unaona ninafanya vizuri, basi sema kwamba blaza upo vizuri. Na basi tuendelee. Mechi zenyewe ni mechi 4. Hizi mechi bana ni RB Leipzig, lakini kuna Manchester City, kuna Barcelona na kuna Napoli. Nimempa RB ashinde, lakini Manchester City ashinda draw, Barcelona ashinde, Napoli ashinde. Kwa nini nimeamua kufanya hivi? Basi tutaanza na mechi moja. Tuanze na mechi ya RB. Kwa nini nimemwamini RB ashinde? Tutaenda sofa score kama kawaida. Na tutaenda sofa score, tuwe wavumilivu kulingana na mtandao kidogo, lakini hamna kitu kitakachoharibika. Na baada ya kufunguka hapa, tunafahamu RB ni timu ya Ujerumani. Tutabonyeza hapa Ujerumani. Baada ya kubonyeza, tutamtafuta RB ni huyu hapa. Kabla ya yote, kabla ya kuendelea, tunachoenda kifanya cha kwanza ni kumwangalia RB ana upungufu gani. Kitu cha kwanza hapa bana, baada ya kubonyeza hapa, nadhani video iliyopita jana niliwafundisha, tunaenda kwenye squad, kisha tunaanza kuangalia kama kuna majeruhi au mtu yeyote atakosa mchezo huu. Tukianza kwa RB hapa ana majeruhi wa kwanza hapa, ana majeruhi wa kwanza, lakini pia ana majeruhi wa pili. Ana majeruhi wawili. Naona kwenye timu kuna majeruhi wawili. Vipi kuhusiana na kadi nyekundu? Tutaenda hapa top player hapa hivi ili kuangalia kama kuna kadi nyekundu. Baada ya kufika hapo, unashuka chini kabisa huko mwishoni, tunaangalia kama kuna mchezaji atakuwa na kadi nyekundu, lakini waliopo wote wana kadi za njano, tena mbili. Kuna midfielder huyu, kuna defender na kuna midfielder mwingine huyu. Unaona? Kwa hiyo hawa wenyewe hawana shida, watacheza. Watacheza, ila wana kadi 2 nyekundu. Baada ya hapa tumeshaangalia kwamba huyu ana majeruhi wawili. Kwa hiyo twende kwa mpinzani wake. Huyu mpinzani, tukienda yeye kumwangalia mpinzani, wachezaji watakao kosekana. Na kuna wa kwanza huyu hapa anaitwa Yusufu. Kuna wa pili huyu hapa, naye ana majeruhi wawili, lakini pia kuna watatu huyu ni defender, kuna wanne huyu. Unaona? Kwa hiyo kuna majeruhi 4. Unaona? Huyu mpinzani ana majeruhi 4. Tuangalie kuhusu kadi. Tukienda kwenye kadi ana wachezaji wawili wana red card wawili. Kwa hiyo
hao red card 2 na majeruhi 4, na maana ni watu 6 watakosekana katika mchezo huu. Naona hiyo ni nafasi zaidi ya RB kwenda kushinda. Wachezaji 4 wote hawamo midfielder, wachezaji 6, 4 majeruhi, 2 wana red card. Kwa hiyo baada ya hapo hawezi kuishia hapo. Basi twende tukaangalie msimamo wao wa ligi, nani ana uhitaji. Maana kuna timu nyingine ina uhitaji wa matokeo ya pointi 3, lakini kuna timu nyingine ina uhitaji wa matokeo ya sare. Tukiangalia RB, tukianza na RB na michezo 6. Kwenye upande wa magoli hadai wala hadaiwi, lakini tukiangalia pointi zake ni 14. Sasa ili tuelewe kwamba anahitaji pointi 3 au sare, tunaangalia aliye nyuma yake. Huyu Stuttgart. Huyu Stuttgart ana pointi 13 kwa pointi 12. Kwa huyu akishinda alafu RB akapoteza, kwa maana hiyo RB atarudi nafasi ya 4. Lakini tukimwangalia Leverkusen ana pointi 11, akishinda pointi 3 na kwa 14. RB akipoteza anarudi nafasi ya 5. Unaona? Lakini ukimwangalia Korin hapa, Korin ana pointi 10 kamili, ila ana faida ya magoli 2. Akishinda anafikisha pointi 13 kwa faida ya magoli. Kwa hiyo kwa faida ya magoli yeye atakuwa mbele Korin. Kwa hiyo maana yake RB atakuja nafasi ya 6 akipoteza mchezo wa leo afu wengine wakashinda. Huyu anadaiwa magoli 3, labda ashinde kuanzia 4-0. Akishinda kuanzia 4-0 au 5-0 huyu Union Berlin, basi RB akipoteza anakuwa nafasi ya 7. Kwa hiyo RB atahofia kuwa nafasi ya 6 akipoteza mchezo huu. Lakini tuangalie kama akishinda. Akishinda atakuwa na pointi 16. Pointi 16 itamfanya kuwa nafasi ya 2. Na akitoa sare anafikisha pointi 14, ambapo pointi 14 zinaweza kufikiwa na timu moja tu ambayo ni Stuttgart. Kwa hiyo RB kwa mchezo anahitaji pointi 3 muhimu kabisa, anahitaji pointi 3. Kwa hiyo mechi RB anaweza kupambana kushinda. Mpinzani nao kimtazama, kwanza ana mapungufu ya wachezaji 6, lakini yeye ameshacheza michezo 6 na anadaiwa magoli 2, ana pointi 8. Hizi pointi 8 ukimjumlishia pointi 3, it means atafikisha pointi 11. Pointi 11, pointi 11 atakuwa hapa. Atakuwa hapa. Kwa hiyo hata yeye pia ana uhitaji, ile isipokuwa kikosi kimesambaratika, watu 6 hawapo. Lakini pia naye atakuwa anahofia wachezaji wengi sana. Wachezaji ambao anawahofia, atamhofia huyu, atamhofia huyu, atamhofia huyu, naam, atamhofia huyu, atahofia watu kama 4 ambao wakifanikiwa kupata pointi 3 yeye atarudi nyuma zaidi. Lakini hiyo sio sababu, kulingana na kikosi chake tayari ni dhaifu. Kwa hii mechi RB anaenda kushinda kwa kiwango kikubwa, idadi isiyopungua 2. Kwa hii mechi unaweza ukampa RB ashinde, au unaweza kumpa RB ashinde na magoli 2, ashinde na over ya 1.5. Basi tuachane na hiyo, twende moja kwa moja kwa mechi nyingine ya Manchester City na Everton. Twende haraka zaidi ili video isiwe ndefu ikachosha. Manchester City na Everton. Manchester City na Everton. Manchester City na Everton, tukiwa tunasubiri mtandao niendelee kukumbusha, mwambie mwenzio, rafiki, jamaa wa karibu kwamba kuna mshikaji anaitwa Master 2 Odds. Ni ukweli na uhakika, ukimfuata hutokuwa na loss katika betting. Kwa hiyo mkumbusha subscribe, like, comment, aseme chochote juu ya ninachokifanya hapa. Basi twende kwa Manchester City na Everton. Manchester City na Everton, kama kawaida tunaanza kuangalia udhaifu katika timu. Tukianza na Manchester City, yeye katika kikosi chake tunaenda kuangalia ana majeruhi wa kwanza
anaitwa Rodri majeruhi, hatopatikana kwenye mchezo huu. Lakini pia ana majeruhi wa pili ni defender. Huyu hapa ni midfielder, lakini huyu ni defender. Ana majeruhi wawili, na ukisonga chini tena ana majeruhi wawili tu. Kwa tunaenda katika kadi, kama kuna kadi ambayo nayo kadi, ana yellow kadi tu. Kuna wachezaji watatu ndio wana yellow kadi tu, watatu. Kwa hiyo yeye atawakosa wachezaji wake wawili kulingana na majeruhi. Baada ya hapo, baada ya kuangalia upungufu huo, tunaenda kwa Everton. Je, Everton yeye yukoje katika kikosi chake? Ukiangalia upande wa Everton, tuanze kuangalia majeruhi. Everton ana majeruhi wa kwanza Michael Keane, unaona, ana majeruhi wa kwanza, lakini pia ana majeruhi mmoja tu. Everton ya majeruhi mmoja. Tuangalie kuhusiana na kadi. Tukiangalia kadi, ana wachezaji watatu wenye yellow card, lakini wawili wana sifa ya kuto kucheza kulingana na yellow card zao. Wa kwanza huyu hatocheza, ana kadi za njano 5, maana yake ni 3. Sawa, atatumikia kama ni red card. Pia kuna mchezaji wa pili midfielder, ana kadi 3 za njano, pia atakosekana. Huyu yeye ndiye anaweza kucheza kwa sababu ana kadi 2 za njano. Baada ya hapo tumeelewa Everton atawakosa wachezaji wake watatu, lakini Manchester City atakosa wachezaji wake wawili. Baada ya hapo tunaenda kwenye uhitaji wa point. Lakini kabla ya uhitaji wa point tutaangalia pia mechi moja kwamba baada ya mchezo ule uliopita, kabla ya ule mchezo uliopita matokeo yalitokaje. Mchezo uliopita tuangalie michezo miwili kwenye ligi. Manchester City mchezo wake uliopita alishinda 1-0, lakini mchezo mwingine kwenye ligi alicheza na Burnley, akashinda 5-1. Kwa hiyo Manchester City michezo miwili iliyopita amefululiza kushinda. Lakini kwa Everton yeye tukimwangalia Everton michezo yake miwili ya nyuma, wa kwanza hapa alitoa sare Everton, na hapa alishinda kwenye ligi. Alishinda mchezo ulioisha, alikuwa anacheza yeye na Crystal Palace, akashinda 2-1, lakini mchezo wake dhidi ya yeye na West Ham alitoa sare ya 1-1. Baada ya kutazama hapo unagundua kabisa kwamba Manchester City ni mzuri, kwa sababu baadhi ya michezo iliyopita ameonekana kufanya vizuri, kwa ana muendelezo mzuri. Lakini pia Everton ana muendelezo mzuri japo si sana, kwa sababu nyuma yake kuna sare. Baada ya hapo tunaenda kwenye msimamo moja kwa moja. Ukitazama kwenye msimamo, Manchester City ana michezo 7, ana faida ya magoli 9. Inaonekana ni mfungaji mzuri, make ndiye mfungaji, ndio timu ya pili kwa kupachika mabao akiongozwa na Arsenal. Baada ya hapo utaangalia point, ana point 13. Lakini ukishatazama hivyo utaangalia, je, akipoteza hii mechi ni atapata hasara gani? Akipoteza hii mechi kama timu kubwa, maana yake nyuma yake kuna Crystal Palace akishinda anafikisha pointi 15, atampita Manchester City ambaye atarudi nafasi ya 6. Lakini pia kuna Chelsea akishinda atafikisha pointi 14, basi atamfanya Manchester City kurudi nafasi ya 7. Lakini pia kuna Everton huyo ambaye atakuwa amemshinda Tuashumu, maana yake atakuwa ana pointi 14, zitamfanya Manchester City kurudi nafasi ya 8. Lakini pia kuna Sunderland naye akishinda anafikisha pointi 14, atamfanya Manchester City kurudi nafasi ya 9.
Nadhani kufika hapo kama naeleweka. Kwa hiyo kwa sababu hizi Manchester City atapambana vya kutosha. Lakini pia akitoa sare atakuwa na point 14 na faida ya magoli mengi sana. Hicho kitamfanya Crystal Palace akishinda atamweka katika nafasi ya 6, lakini Chelsea akishinda hatoweza kumtoa kwa sababu ya idadi ya magoli. Naam, kwa sababu Manchester City atakuwa na magoli 9 na faida atakuwa na pointi 14 akitoa sare na faida ya magoli 9. Kwa hiyo Chelsea akipata matokeo ya ushindi, labda ashinde magoli mengi yasiyopungua 6-0. Lakini tofauti na hapo, basi Manchester City atabaki nafasi ya 6 endapo atatoa sare. Tukirudi kwa Everton, vile vile Everton nyuma yake kuna mtu anaitwa Sunderland. Akishinda yeye akapoteza, Everton atarudi nafasi ya 9. Lakini vile vile kuna Man U akishinda atafikisha na point 13. Hivyo atamuweka nyuma Everton, atafika nafasi ya 10. Vile vile kuna Newcastle akishinda anafikisha point 12, atamuweka Everton nafasi ya 11. Naam. Baada ya hapo tunaelewa kabisa kwamba kila timu ina uhitaji kwa hali ya juu, lakini kulingana na kiwango cha kila timu basi Manchester City yuko vizuri, ila kwa kufanya mkeka wetu uwe safe zaidi, uwe katika hali nzuri ya kutokupoteza, tunampa Manchester City ashinde draw. Kwa hiyo unaweza kumpa Manchester City ashinda draw, au pia unaweza ukacheza anda ya 4.5 kulingana na hizi timu zimekaribiana sana, kwa hiyo zitaingia kwa tahadhari kubwa kabisa. Kwa hiyo Manchester City ukimpa ashinda draw na anda ya 4.5 utakuwa umelinda mkeka wako vizuri. Na baada ya hapo twende haraka kuna Barcelona. Kuna timu ya Barcelona. Jamani, kumbuka kusubscribe, kulike na kucomment ili kuongeza nguvu katika channel yetu ya Master 2 Odds, ukweli na uhakika, na mimi niwe na moyo wa kuendelea kufuatilia zaidi na zaidi. Tunaenda ni mechi ambayo nimesema tunaenda Barcelona, ambayo Barcelona yuko Spain. Naomba kwa faida ya kutengeneza video fupi kidogo ili nisiwachoshe watu, iwe game ya mwisho kuichambua. Ile ya Napoli tuiache kulingana na video itakuwa ndefu zaidi. Lakini wewe utaenda kuweka kama nilivyoweka mimi, kwa sababu kabla ya kutengeneza video hii huwa naanza kupita na chambua mimi mwenyewe. Basi tumalize na Barcelona. Kabla ya kuendelea tutaanza kuangalia upungufu wa timu. Na vile vile ukihitaji kuongeza game zingine utachambua kama ninavyochambua mimi. Cha kwanza unaangalia na kwenye timu kwamba timu ina upungufu gani, kisha unaenda kuangalia wachezaji watakaokosa, na pia unaangalia msimamo katika ligi na uhitaji. Je, anahitaji pointi 1 au anahitaji pointi 3 muhimu. Basi baada ya hapa tunaenda kuangalia majeruhi. Na kwa Barcelona kuna Robert hatokuwepo, ni forward, lakini pia kuna Ferran naye hatokuwepo, ni majeruhi. Lakini pia kuna midfielder ambaye naye ni majeruhi. Kwa hiyo kuna majeruhi wa kwanza na majeruhi wa kwanza. Jamani, kuwafahamu utaona alama ya msalaba kisha amekuandikia out hapa, alama ya msalaba afu out. Kwa hiyo unajua huyu hatokuwepo. Kwa hiyo kuna 1, kuna 2, kuna 3, kuna 4, kuna 5. Kwa hiyo kuna 5, pia kuna 6, kuna 7. Wachezaji 7 hawatokuwepo kabisa, ni majeruhi wagonjwa. Magolikipa 2, lakini baada ya hapo kuna hawa midfielder 3. Lakini baada ya hapo pia kuna forward 2. Kwa hii mechi ya Barcelona kuna changamoto. Basi twende kwenye red card. Hapa tumeona wachezaji mbaya wapo ni 1, 2, 3, 4, 5.
watakosekana wachezaji 5, 6, 7. Wachezaji 7 ni majeruhi, lakini vile vile tukaangalie watakosekana kwa kadi nyekundu. Kadi nyekundu hakuna. Kuna kadi za njano tu kwa watu 3. Kwa hiyo kuna wachezaji 7 hawatopatikana kwenye mchezo huu. Baada ya hapo twende tukamwangalie Girona. Tukaangalie kwa upande wa Girona yeye ikoje. Kwa Girona tukienda kuangalia Girona yeye kuna mchezaji wa kwanza, midfielder wa pili, wachezaji 2, lakini kuna 3, kuna 4, kuna 5. Hawatopatikana wachezaji tuendelee, wachezaji 5 hawatokuwemo. Twende tukaangalia kwenye upande wa kadi. Tukienda kuangalia kwenye upande wa kadi, kadi kuna red card 3. Wale 5 ukijumlisha hapa, 5 inakuwa ni 6, inakuwa ni 7, ni 8. Kwa hiyo hakutokuwa na wachezaji 8. Kwa hiyo pamoja kwamba Barcelona hana wachezaji wake 6, lakini Girona pia hana wachezaji wake 8. Sasa kwa timu kama Barcelona hata itakosa wachezaji 6, lakini inacheza na timu ambayo haina wachezaji 8 muhimu. Kwa hiyo utaelewa kabisa kwamba Barcelona hii mechi anaenda kushinda. Lakini light angekuwa anacheza na timu fulani, kwa mfano labda Sevilla, alafu kipindi hicho Sevilla pengine labda hata na majeruhi 2 au hana majeruhi, Barcelona alikuwa anakufa kama zote. Lakini kulingana na uchambuzi huu, maana yake Barcelona ataenda kushinda tu pamoja na ule upungufu wake. Tukiangalia kwenye msimamo, Barcelona ni wa pili na ana point 19, lakini ana faida ya magoli 13, ndio kinara wa magoli, ana michezo 8. Lakini akipoteza huu mchezo nyuma yake kutakuwa na Villarreal ambaye atamshika kwa point, lakini magoli yatakuwa hapo. Kwa hiyo hii game Barcelona anaenda kucheza akiwa free kabisa, kwa sababu anaelewa hata kama atapoteza kwa sare hakutokuwa na shida, kwa sababu nyuma yake hakuna atakayemshika kabisa. Lakini yeye atakachokuwa na kipambania ni kusimama kileleni, maana akishinda atakuwa na point 22, atasimama hapa mbele, na kitakachomfanya apambane mechi ya leo ashinde, ili mechi ya leo ashinde, tukienda kuangalia mechi yake ijayo kwenye ligi ijayo, tukiachana na hii mechi yake ya Olympic ya UEFA Champions League, ana derby ambayo ni yeye na Real Madrid. Kwa hiyo sasa ili akacheze vizuri pasipo pressure, inapaswa hii mechi akashinde. Unaona? Anapaswa hii mechi akashinde, aongoze ligi kwa idadi ya pointi ngapi? Kwa idadi ya pointi 1 mbele, ili atakapokutana na Madrid hata akitoa sare isiwe na madhara upande wake. Kwa hiyo hii mechi Barcelona anaenda kushinda kwa kiwango kikubwa. Lakini pia vile vile tukimwangalia mpinzani wake ambaye ni Girona. Girona ukimwangalia huyu hapa anadaiwa magoli 12, ndio timu inayoongoza kwa kufungwa magoli mengi na kudaiwa magoli mengi. Ana michezo 8, lakini pointi zake ni 6. Kwa hiyo Girona ana kiwango kibovu sana. Kama atapoteza mchezo huu atakuwa ameshuka kabisa. Kwa hiyo hii mechi kwa kweli Barcelona anaenda kushinda, japo haitokuwa ya idadi ya magoli mengi kulingana na wachezaji ambao hawatokuwepo. Kwa hiyo hii mechi Barcelona anaweza kushinda 3-0 au 2-0. Kwa hiyo mimi niishie hapo kulingana na video ni ndefu. Cha kufanya, chambua kama mimi ninavyochambua, utashinda kila siku. Kikubwa fatisha mkeka wangu ule wenye odd ya 2.19, utakuwa salama kwa siku ya leo. Mimi nikukumbushe subscribe, like na comment, ili ninapotoa video yoyote nikiposti uwe mtu wa kwanza kuipata video hii. Mshauri mwenzio, mwambie mwenzako kuna jamaa anaitwa Master 2 Odds, ni hatari sana jamaa kwa uchambuzi. Basi asubuhi njema na watakia ushindi ulio mwema.
Hongereni kwa watu mlioshinda jana bana. Mungu awabariki.